Ndugu zetu kwa mlima, wenye wako Rift Valley, wenye wako pembe zote za Kenya, mjue hapo ni kwenu. Ukiwa Turkana, ukiwa Bungoma, ukiwa Mombasa, ukiwa Eldoret, ukiwa Kapseret, ukiwa pembe zote zetu za Kenya, mjue hapo ni kwenu. Msifuate huyu wazimu, kwa sababu huyu anataka vita. Ukiona vile anaongea mpaka macho imefura, mpaka siku hizi anaongea kitetemeka, mambo inatoka kwa mdomo yake. Sijuangi tu kama huyu Dorcas ni bishop ama ni pastor, na anaishi na huyu na mkanyi huyu mwendazimu, hata mwambie aongee vitu iko na nini kidogo, iko na ratili kidogo, anaongea mambo mingi. Juzi nimesikia anasema ati Olkalau kulikuwa na watu walirepiwa. Can you imagine? Na una accuse polisi mwenye walikusaidia kufanya uchaguzi ya amani. Uma accuse akina Kawanjiku ati hawa ni wanye walete goons. Na wewe ndio ulikuwa umepanga goons, hata tuko na picha ile mabasi ulikuwa umetoa yote Nairobi ikasambaratika. Kwa sababu wewe unataka vita. Juzi nimesikia ukisema unataka kusanya vijana wa Mount Kenya ndio kwa security yako. Mimi nataka nikuambia wewe Mr. Dorcas, ni ile tu sijui naibu wa rais wetu na rais, sijui kama wanasikianga ama wanaona, kwa sababu hii nchi iko na sheria na haiwezi wezekana mtu apite mahali kama vile huyu amefika kuchochea wa Kenya mpaka anasema sijui atakuwa na vijana yake kwa sababu hataki sijui goons. Hiyo ndio goons. Hiyo ndio mambo hiyo yenye wa Kenya wataki kusikia. Wewe unachukua mtoto wa mtu, unaenda unamlipa shilingi 1000. Alafu unasema ati hatutaki goons, hatutaki protectiwa na vijana wa Mount Kenya. Hiyo ndio vile vita ilikuja 2007 2008. Na mimi nataka nikuambie wewe, hautawahi kuwa anything. Kenya hawataipigana siku nyingine. Kenya hawatawahi chukiana. Na hiyo niliona Olkalau juzi. Hata kama hawakutupigia kura, ile amani ilikuwa pale, ilikuwa juu sana. Haukuwa na chuki kwa sura ya mtu yote. Walikuwa wanatukaribisha sisi wote, wanatusikiza. Na mimi nataka niombe watu wa mlima, hata mkiwa na otherwise, msikubali tuende barabara ya vita. Msikubali tuende barabara ya kugawiwa kusema nyinyi watu wa Mount Kenya. Msikubali kuwekwa mtaro na mtu wako kwa mtaro tayari mwenyewe. Hiyo ndio maombi yangu kubwa.